Habari ndugu mpendwa mpambanaji, kwa majina naitwa Godian Bianca, ni mshauri wa masuala ya afya na usalama mahali pa kazi, na katika sehemu ya mchango wa jamii ni mwandishi wa vitabu mbalimbali. Katika kipengele hiki nitakuletea mada ya misingi ya malengo. Misingi ya malengo. Ndugu yangu, unapoweka malengo lazima ujue kwamba unapaswa kuwa na msingi. Kama nyumba inavyokuwa imara kutokana na msingi, basi unapaswa pia vile uweke misingi katika kuweka malengo yako. Kumbuka, uimara wa nyumba upo katika msingi na sio katika rangi, uzuri au katika aina yote ile ya urembo au decorations. Kwa hiyo sikiliza, ninakupa nondo kuu 5 za misingi ya malengo. Moja na muhimu zaidi ni kusudi la kuzaliwa. Ndugu mpendwa, lazima ujue kusudi lako la kuzaliwa. Lazima ujitafute. Lazima ujue nini hasa Mwenyezi Mungu alikusudia wewe kuwepo hapa duniani. Ukijua, huo ni msingi mkubwa na ndio chachu ya mafanikio yako. Napenda kuita hiyo ni big why. You need to know your big why. What's your life's purpose? Why are you here in this world? What was God's intention for your life's purpose in this world? Msingi wa kwanza kwa hiyo ni kusudi lako la kuzaliwa. Hiyo haikwepeki. Msingi wa pili ni maono. Lazima uwe na maono. You need to have vision. You need to have a big picture of your life. Nikuuliza, ndani ya miaka 20 ijayo unataka kuwa nani na unataka kufanya nini na utaacha impact gani hapa duniani baada ya Mwenyezi Mungu kupenda zaidi? Kwa lazima uwe na big picture, lazima uwe na vision. Kwa sababu tunaambiwa katika vitabu vitakatifu kwamba watu wanaangamia kwa kukosa maono, watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujenga msingi katika maono yako. Namba 3 ni nidhamu. Tunapozungumzia nidhamu, hizo ni principles of life success. Hii ni pamoja na kujiwekea nidhamu binafsi katika yale unayoyatenda, ikiwa na maana kwamba ukiweka lengo, kwa mfano akiba 30% katika mapato yako, lazima uwe ni consistent kind of commitment. Lazima ujicommit, kiwe ni kitu endelevu. Usifanye kitu just for one time show. It has to be consistent. Na katika nidhamu vile vile tunazungumzia kuwa persevere. You need to be to be consistent in what we are doing, and perseverance vile vile ni kuwa na nidhamu ya muda wako, fedha zako na matumizi yako kwa ujumla. 4 ni mipango mkakati. Lazima uwe ni mtu wa mipango mkakati. Lazima uwe na strategic planning. Hapa unatumia mbinu ambazo zimetumiwa na watu wengine na wakafanikiwa, kwa sababu tunasema kwamba success leaves clues. Mafanikio yanaacha alama. Lazima uweze kujua wengine wamepitia wapi katika mikakati yao na wamefikia wapi, na wewe uweze kutumia njia hiyo. 5 na mwisho ni watu. Watu sahihi utakaoambatana nao katika safari yako ya mafanikio, kwa sababu tunasema your network is your net worth, kwamba watu unaokuwa nao au unaambatana nao ndiyo mtaji wa kukuvusha, kwa sababu mafanikio yamejificha katika mahusiano ya watu. Ukitaka kufanya biashara lazima uwahusishe watu. Ukitaka kufanya jambo kubwa lazima uwahusishe watu. Kwa hiyo usisahau misingi hiyo 5. 1 kabisa, kusudi lako la kuzaliwa. 2, maono. 3, nidhamu. 4, mipango mikakati. Na 5, watu sahihi wa kuambatana nao katika safari yako ya mafanikio. Kumbuka kwamba maisha ni kupanga. Kupanga ni kuchagua na kuamua aina ya maisha uyatakayo. Weka malengo, panda mbegu ya mafanikio. Think smart.